Asifiwe Yesu. Ni Mwalimu William. Tuendelea kuelimishana katika Injili ya Kristo. Nilinena katika video zangu kwamba kanisa nitakani kuwe na mpangilio. Watu wakiwa wakitoa pesa, wanaweka kwa meza, inahesabiwa, inaenda kwa panga, tunakuwa na treasurer na secretary. Lakini ukisema tu pesa itolewe kwa sababu ya neno la Mungu, watu watajifuta nyuma. Na hiyo pesa watu wakope na warudishe. Kanisa litaendelea na miradi, kanisa ikuwe na miradi mbalimbali. Neno la Mungu litakuwa na mshikamano. Tunapoendelea katika Matendo ya Mitume 15:19 nasema nini? Kwa sababu hiyo mimi naamua hivi, tusiwataabishe wale waliomgeukia Mungu katika mataifa. Watu wamegeukia Mungu, watu wanataka Mungu, watu wanaiga kujua mambo ya Mungu, lakini kuwataabisha na kuwanyanyasa ndio shida kubwa sana katika ulimwengu wa saa hii. Wagalatia 1:6-9 nasema nini? Na staajabu kwa kuwa mnamwacha upesi hivi yeye aliyewaita katika neema ya Kristo na kugeukia injili ya namna nyingine, wala si nyingine, lakini wapo watu wawataabishao na kutaka kuigeuza injili ya Kristo. Wakati mitume wa kuhubiri, wako watu walikuwa wanatembea wanataka wakeuze injili ya Kristo, ndiposo waliigeuza. Ndiposo unaona injili ya Kristo yenyewe alisema wanaripoti tu Mathayo, wanaripoti Marko, wanaripoti, lakini wanafunzi wa Yesu wenyewe wenye walihubiri walificha. Ndiposa nawaambia kwamba waliikeusha, na kama waliikeusha lazima tuwe na mshikamano ya kujua ukweli iko wapi. Mathayo 23:15-22 nasema nini? Ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnazunguka katika bahari na nchi kavu ili kumfanya mtu mmoja kuwa mwongofu, na akiisha kufanyika mnamfanya kuwa mwana wa jehanamu mara mbili zaidi kuliko ninyi wenyewe. Yesu alisema wanatembea katika nchi kavu kutafuta mtu aokoke, na akishaokoka anakuja unamwekea misiko mpaka hata mtu anahofia kwenda kanisani, kwa sababu kila siku mchango, kila siku sijui Mungu amesema, kila siku. Hiyo ndio sasa tunawekea watu misiko. Endelea. Ole wenu viongozi vipofu, ninyi msemao, mtu atakayeapa kwa hekalu si kitu, bali mtu atakayeapa kwa dhahabu amejifunga ya hekalu amejifunga. Endelea. Wapumbavu ninyi na vipofu! Maana ni ipi iliyo kubwa, ile ya dhahabu au ile hekalu kutumia usemi ya kusema pesa yenye mtu ametoa amejifunga, na kama hana pesa amejifungaje? Ndiposa neno la Mungu linasema ni tunasuia injili. Licha Torati ilisema kwamba hiyo vitu ilikuwa tumbo ya Lawi, hatukatai, lakini wakati wa sai tumbo ya Lawi kulikuwa na mashamba, watu walikawana mashamba, wakasema 10% walete kwa kanisa. Lakini saa hii 10% utaitoa wapi? Unaishi kwa landi. Asante.